Chumuligereri w'ensoko TV mbuya mono sana soko genda gutubwatia igasigeta sena mbeyamo kia television kurwa seliro bali yagusichi abere chinsa isano ibira somo basobono ande ne talikia ya moyo mutinyo kane lituko litanganiryo mutinyo kano mwancho muligereri karango chikabango ko manyama ya funaga ndate ko kolekana kurwa sechinsemo aigasigeta seni gito buna abaliki baito banyare ko bako yasanya na gutoikiriga igatiyali banyare ko bagotumanyo somo gasobono nabarayi bali bensemo ya linda mwananchi somo basolero beso kirina kumwegerera umujumbe okitutu chache South Muskanto Kibagendi kubwatokana no goseli gwa kwaye kurwa se bunge egekakia matuko 14 mwancho muligeli roboti oruno orole elitobaya to kumanya asenchire bekonegenda gutubwatia asensemelie mitandao obutubwatia sensemo ya YouTube osogonyara kabago goikaso mtandao uyu o subscribe nabo igo ogenda sensemo ya Facebook otubwatia bunensoko TV Scania TV yago otoligerelia sensemelia Signet nabo igo asensemelia Pang nchengoro kwa Innocent Onyango. Tuchako mwancho muligereri abarayi bale asensemo ya linda mwananchi nigo banyare ko bakogenda busyobwa abali kyamangana na asumuga sobo no banyare ko bakorwe nkwana yabo nakorolekana kumwegerera mu bunge bwensemo ya kitutu chache South Anthony Kibagendi asekeli batebire nigo gochika kurwa asekegambiro kwarenge gwoko mwalibaga lyokwira na ase bunge bwikirano moseneta bwensemo ya Figa Godfrey Ososi nigo boigo amomochiri omuspeaker Moses Wetangula asekeli atebire tali no bugaya ni obuya kubwatekana na siasa yaye eliakoba hakwibwatanikia magia Ford Kenya ekikere asili ya buli lia Kenya kwanza. That the speaker leads is a constituent member of Kenya Kwanza government. So we want to call upon Kenyans to revisit the issue of neutrality and impartiality of the office of the speaker. He cannot continue being the speaker of the National Assembly when he's holding a leadership position in a political party. Attend outside the precincts of parliament. It is not possible for a speaker to police utterances of members of the National Assembly or even the Senate at media houses, at funerals, at baby showers. It is preposterous for anybody to imagine that what I say in my bedroom is also subject to the Powers and Privileges Act. It is just a preposterous position of the law. So the initial decision, of course, was unlawful and illegal. And after that decision was made, the Honorable Kibagendi took the matter to court as a believer in the rule of law, that disputes should be settled under the auspices of the law. The court has made a decision that the Honorable Kibagendi should be allowed back in Parliament. And when he comes back to Parliament to serve the people of Kitutu Chache South, again, another illegal decision is made to suspend him from the House in disobedience of the orders of the court for another 14 days. Tutigarita sengana yo mubunge Anthony Kibagendi yo kabero mo seneta mochole Gloria Ruoba nera no yo bwanguga kurwe birengera bya yasamo mochiri murayi bwense asikilia wote bakobwatekana no goseli ko mujumbo yo Kibagendi kurwa se bunge atabiro koboko ku murayi bwense nigo kole ase ogoseli okwaye nabo yigasanya ariko bagakorrekana goteba ngayina machayo gochia asigesa kukyo mugusi. Mheshimiwa Kibagendi is being persecuted kwa sababu anafanya kazi yake vile inafaa. He's one of the few members of parliament ambao they have not been captured by William Samoei Ruto. Kibagendi shida zake zilianza pale alipolipua ile maneno ya SHA. Mahali ambapo alikuwa anauliza Aden Duale maswali magumu ambayo Aden Duale alishindwa kujibu. I have been saying this and I want to repeat and reiterate. Parliament, both the National Assembly and the Senate, is run by William Ruto. Our parliament is not independent. William Ruto amechukulia pale National Assembly na Senate kama ni servants quarter yake ya kufanya vile ambavyo anataka kufanya. Sasa wanajaribu kuvuruga huyu Kibagendi, wanajaribu kumfungulia maneno sijui ya EACC, and I'm telling you, just like I was given a court order by the courts, legally binding, kuambiwa ya kuwa nafaa nirudi kazini. Kibagendi alipewa order za kuambiwa kwamba nafaa rudi kazini. Lakini just as we have known, hii serikali ni bure kabisa. William Ruto kazi yake ni ameingia kila mahali ni kama kiosk. Independent institutions that are supposed to run independently
the president has made sure he has disintegrated each and every fabric of independent institutions. Na ndio kwa maana ninawaambia, nendeni mkajiandikishe Gen Z. Nendeni mkajiandikishe wamama. Nendeni mkajiandikishe vijana, wanaume, kila mtu ambaye anajali juu ya hii nchi. Kwa sababu if parliament can be run the way it is being run, I'm telling you, our last line of defense, which is judiciary, wako karibu kuingia. Kasongo wako karibu kuingia huko pia, karodi kabisa amalize. Kwa hivyo pole sana Anthony Kibagendi. As the Gusii Nation, we are very, 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 very disheartened. As the Gusii Nation, of course nikitolewa, Wakisii wote walijua kuwa huyu William Ruto ana haja na Wakisii. Na sasa imefika mahali pia anatuonyesha kabisa ataki maneno ya Wakisii vile ambavyo ana deal na waheshimiwa kutoka huko Kisii. Na ndio mnaona sasa Kibagendi tena ndio huyo is being persecuted for doing his job as an independent member of parliament. And I want to say this. Chukua kadi, jiandikishe. Kwa sababu ile risasi tuko nayo ni moja. Na hiyo risasi ni ya kupeleka William Ruto nyumbani through the ballot 2027. Wanchumulirio no robotirwa mo senator uyo kabiri mo senator Gloria Ruba tokwenda busyo mukonyi bumurayibwense Professor Kithure Kindiki urure gusaba gucia saba amiriria be serikali kurwa masikani gucia saba rayibali bakora serikali chinga kichi. Professor Kindiki niga amochiri abarayabwo asikiria tebire nigo basinye tugokorera abakenye mere mu chinga kibaye tulibaga na nigo yakwaniraya kurwa se county ya Embu. Mimi naombea ndugu zangu, tafadhali muwache wivu, muwache wivu, muwache hasira, muwache uchungu. Mungu aliwapatia nafasi, nyinyi mkakanyangia nje. Mimi nitajaribu vilivyo, nitakazana kila siku. Budi, so long as I'm in this office, I heard people of Embu, for the people of Kenya, kwa sababu mambo ya dunia, mambo ya ofisi, mambo ya uongozi ni mambo temporary, ni mambo ya muda. Wakati utafika hata sisi tutaondoka. So I don't the way some characters wasted their Tokurwa ase county ya Embu mwanchumulili mujumbe bwensemo ye bunge ya Manyata John Gitonga Mukunji umochiri serikali asogota gorwa wechiro ya Gekomba me county ya Nairobi. Mujumbe Mukunji ni gatebire ebirengero libyo kwaga chechiro ya Kerero nigo byarorekane koba ebitambero ebyo bitagwenereti osogota gorwa wechire yo mwanchumulili chini inamuacha ohae alafu inamwambia nitakujengea soko kubwa. Mimi nataka kuambia kwanza rais, soko si mawe, si simiti. Soko ni wale watu wanafanya kazi pale. Wakati wamebomolewa soko yao, mtu akarudi nyumbani bila stock, bila compensation, hiyo ni kumaanisha hiyo soko imekwisha. Kwa hivyo hata ujenge soko ya gold, pale ndani kutakuwa na watu ambao hawana pesa na hawana kitu. Na mimi nasema program ya masoko ni program mzuri, but it has been approached in a very wrong way. Soko ya Githurai, soko ya Embu Town, soko ya Runyenjes, soko ya Garurumo, hizo soko zote they have interrupted biashara ya watu ya kawaida. Mtu 10,000 anapoteza, alafu wewe unamjengea soko ya gorofa. Hiyo soko inakuwa it is useless. Mimi nataka kuambia serikali, first order of business is mtu yoyote ambaye amebomolewa kibanda yake, ambaye alijenga na pesa yake, he or she must be fully compensated before uanze kujenga soko ya gorofa. Pea wao pesa, kwa sababu it is not right kubomolea watu soko, wakae nyumbani wakingoja soko ya gorofa, sijui iko na mpaka swimming pool, na mtu anajitafutia na familia yake. It is very sad and it has to be called out, kwa sababu hiyo sio ile manifesto ambayo ilikuwa katika chama. Na yes, tunajua kwa nini soko zinajengwa, because kuna mtu anataka kuuza chuma na kuuza simiti. Lakini unauza chuma na simiti wakati mtu mama mzee
mama mkongwe ambaye amejitafutia na familia yake anaenda nyumbani akiwa amefilisika. Anaenda kuauctioniwa, anachukuliwa simu yake ama TV yake. It is Mwabiso munene ase wizara y'ebyombe by'obunchoreri obokoboke Susan Mang'eni oereire emiroberi ya serikali ebegete ase obubagi bw'ekibesa kia nyota ase abasayi chinsemo aime yense ya Kenya. Mang'eni nigatebire emiroberi eyo nigegenderete korwa amaigerio ase bari bakoe ekibesa ekio nabo igo nigo bagenderete gotarera bari banyorire ekibesa ekio koranga kibanyara ko bakoigura ebiasara byabo na kubasegeta mwancho murigereri goikera boni gakibesa ekio nigo kigenderete koenanwa na serikali gochia sebyo So the Nyota project business support component has been undertaking the nationwide mentorship program since 4th March 2026 across all the 1450 wards in the Republic of Kenya. The mentorship program includes site visits, business guide talks, experience sharing moments, cross-peer mentorship, and networking session to enable beneficiaries to start and grow their businesses. The disbursement of the second tranche of business startup capital is earmarked to take place before the end of April 2026, actually by the end of April 2026, paving the way for the second mentorship period that will now introduce a beneficial to the MSME ecosystem to enhance business support. Shown on the grant, so the startup capital we are giving to our young beneficiaries or our Nyota beneficiaries for business support component is a grant. They are not repaying. They are not expected to pay back. However, the only repayment or returns we expect from them is when they invest in their businesses so that their businesses can support them, can create job opportunities for them. This is a huge return, not just to the government, but then to the economy, enabling them, providing them with an opportunity for economic empowerment is also a development agenda. So it's a loan that will be paid over time. And one of the returns of paying, how do we pay back the debts that we have, foreign debts, including even the loans, the concessional loans from development partners, World Bank, and many of those institutions. When we generate revenue, how do we generate revenue in this country? When these young people, over 100,000 of them, if they engage into businesses, they expand the tax bracket. Now we have a lot of business engagement there. People buy, they sell, they make profit, and that's how we get the revenue that then meets our debt obligation. Yes. Mwanchumurigiri bono nigo tokwira na goikase nsemo ya Mount Kenya samenye benseme yu besokiri na kubulia serikali kuba bwatokire ibande byo banyorere ko babako bisaba asamatuko elibanyara ko babakwelikia buna bakichukura nigo bayakwaniraya kurwa chinsemo au chinseme yu ya Mount Kenya. Mwanchumurigiri kuna maramisha ambayo imetoka hata hapa Kirinyaga hapo kwamba kitambulisho ikipeanwa, mtu akienda kuchukua kitambulisho inachukua, ukipewa kipalata cha kungojea kitambulisho inachukua zaidi ya miezi 5 ili upate kitambulisho. Na tunajua inajuma na inaweza kuwa ni mpango wa kunyima wale Gen Z na wale vijana ambao sasa wanafikisha miaka kupiga kura na nafasi ya kupiga kura, kwa sababu wanajua hata wakipata hizo vitambulisho wao wanakuja moja kwa moja kwa DCP. Na kwa hivyo ningeuliza wanaopeana, taasisi na nyenzo za kiserikali ambazo zinahusika pakubwa katika kupeana vitambulisho, wahakikishe kwamba vitambulisho, wakati kitambulisho vijana wamekuja kujisajili wapewe vitambulisho, wameipata kwa muda wa wiki moja na sio zaidi. Na sijui kwa nini serikali huwa inahangaika sana. Wakati wanatutafuta sisi wana DCP, wanajua mpaka mahali tuko kwa simu. Kwa sababu serikali ndio inapeana hati ya kuzaliwa. Serikali ndio inapeana hati ya kifo. Serikali ndio inapeana kitambulisho. Kwa hivyo wanajua tayari ni nani alizaliwa nini na kitambulisho, nani amefikisha miaka kitambulisho. Kule ukienda nchi ambazo zimeendelea, kitambulisho inapata mwenye amefikisha kwake nyumbani. Mtu anaenda tu kwa chief. Sijui kwa nini ute kijana ambao ulimpatia birth certificate alafu anze kumwambia leta sijui hii, leta hii. Mnajua wenye wako hai na wale watu ambao wana vitambulisho. Kwa hivyo serikali ningesema kidogo mvute socks
kwa sababu hii nchi ya kidemokrasia. Mpatie vijana vitambulisho ili waweze kujiandikisha katika kura. Hata masomo ambayo tuko nayo mtaalamu wa CBC, kitambu inaitwa jahazi la mchongoma. Watoto wanaambiwa kwamba kile kitu ambao mwananchi anaweza kufanya kubwa sana ni kuondoa serikali dhalimu kwa mfumo wa kidemokrasia na kupiga kura. I want to tell the government, they should know, if they are not aware, that every person who is of 18 years of age has a right to a national identification card. That is not a card that someone can print at a cyber cafe. It is not a card they can make at home. It must be issued by the government, and it is their right. It is inalienable because they have the right to participate in the democratic space and in elections. Kwenda busio murugi bwo murayibwense Rachel Ruto togiri murayibwense William Ruto asogotena n'abasubati meyense bo ikirano asaraire okubekwa kwemeroberio n'amachiko yo kwegera aboyene bwabo boigo nigo kanyare ko bagakubasira asenchirenchira au chemagerero nigo ayakwanira aya asenyumba yo murayibwense kero muyoga bw'ekyombe kya abangina gekurunga maendeleo ya wanawake Kenya ko bagego ikasense meyo yakogera umoncho murigire liri tukulia lero murayibwense nigare ko bakagokwana n'ekyombe kyo kya abangina. Nyinyi kina mama ndio sababu Kenya ipo. Bila kina mama mambo yanaweza kuwa ngumu sana. And so to the women of Kenya, I want to say we are proud of you and the work that you continue to do. I want to encourage you not to be tired and not to give up. You are empowering your families. You are empowering the people of Kenya. May the Lord continue to strengthen you and continue to bless you for the great work. Sometimes as a woman, when you are working, you think someone is not seeing. But I want to tell you that the world sees and people see. Kwa hivyo asanteni sana. To the leaders, I want to thank you for your resilience. I see the trailblazers here. Women who have stood the test of time. And today the young women of this nation look up to you. Thank you for setting a great example for the young women of this nation. Your Excellency, thank you so much for standing with the women of Kenya. Without you, we would not be here. We are very proud of you. And we know that you, as the President of Kenya, the women of Kenya are at a good place. So we continue to pray for you, Your Excellency, that you will continue to lead us even in the days to come. Asanteni sana. Karibuni tena, mjisikia nyumbani. Mungu awabariki. Kwegure buna bangina batebi unga karibuni na ande mujisikie nyumbani. Toko genda bosio mu governor bwe county ya Nairobi Musike Johnson Sakaja nigo aigete bosio bwe senate maiga ye committee ye senate mwancho muliro sabo kwabira kurugo chika gochia ase abanyanyimbo banyarako babakumubika biara na komuira goika asa magache senate nigo ayukagende tekyombe kiligete netaba governor gya COJ Kenyarako bahiye kuruwo roboti rwaye nako idolera chinkwana chiae chirichia maki eswagotebanga nigo bachikoba bakoira magoro make goika ase chikomiti chyo onye ama embwa yo gusaba amakitiri chikoba gekoera. 29 governors were called. Only 2 came. And those who came said they will not prosecute the matters. You have not resolved anything. I've appeared before it 30 times. Before the Senate. Last week I have no problem. But we've taken a position as the COG. It's not about Nairobi. And so that is what needs to be resolved. 30 times. I've come more than any of my predecessors and more than any other citizen. I was in my office. They said they couldn't find you. Not I have a private office. I was in my private office. Governor. Why come to my office at night? I was in the office the whole day. Who is in the office at 7? At City Hall. Governor, I was in the office the whole day. So which Senate committee operates at night? Where were they going to escort Sakaja to? How many minutes was each governor supposed to engage themselves with the Senate if you have to see 29 governors? But one thing that the committee insisted on is that the arrest warrants subsist, it's still on, and so the IG, please look for these characters until you find them. Because lawyers know, Mr. Speaker, the warrant of arrest will only be discharged
when the two governors appear before our committee. Mwanchumuligerelia se chingaki echitogotebi happy Easter holidays gose twara chingaki chingia chia chingaki chia Easter umugabana bwe county ya Kisii umusike Simbarati nigo atareire abarwaire ase nyagitari ya KTRH ase abeire gago corona kunyara koba gakoba engora asobwango banyara koba kobwena nabo igo niganyara koba gakoba ebiegwa esibnenchire yamo yogo chengera litukoliriri korugungalia Easter holiday mwanchumuligereli nigo bone e holiday yo chakali tukolia ijuma wikali tukolia tichiri mugose Jumatatu igo kwa niaba na intukoruga igasegeta seni Soko TV etogoteba happy Easter holidays. Mwanchumuligereli chetire chitake 22 maega echinsa 5 kwemanyiria maiya buna agendete gokorekana kurwa ase chinsemo ao chiwika 10 Daniel Mwaga no aregaiga akomanyia sobo ikerano nande ekendete gokorekana igati yabo ne lindo chenga bone siginyine gendrete asibagendete kona kuligerelia abajumbe bali balese ensemelia Linda Mwananchi nabo igo mubunge bwensemo ya kitutu chache South Anthony Kibagendi tororenga gosengo gendali bosiobwike gambero na koranga ninki kilkiabere kego kwanu kurwaro nchinguru Innocent Onyango genda kubwate mirobeli yaito aigase getaseni gito gen Soko TV nindo cha sesemo ya kabere osa ondo ikira igago ntenga lero paka chibuge akurukunga oya tall D.